Haya maudhui nimeamua niyatengeneze maalum kwa ajili ya walimu wa taifa la Tanzania. Kama wewe ni mwalimu au ndugu yako ni mwalimu, inabidi unisikilize kwa makini au ushare naye video hii, itasaidia sana katika kuongeza hata ufaulu wa wanafunzi darasani, kwa sababu mbinu ninayoitoa kwanza hata mimi mwenyewe imenisaidia. Japokuwa mimi nilikuwa ni slow learner, lakini ilinisaidia nikafaulu masomo yote ya walimu ambao walinifundisha kwa mbinu ambayo mimi nataka kuishare sasa. Kwanza kabla sijashare hiyo mbinu, napenda kwanza kutambua kazi ya ualimu. Japokuwa jamii tumetengenezwa kuwaona walimu kana kwamba ni watu wa kawaida, tunashindwa kutambua thamani yao. Ni rahisi sana kukuta Watanzania wakimthamini sana mchezaji wa mpira wa miguu kuliko mwalimu ambaye anafanya kazi kubwa ya kuzalisha wataalamu ambao ni msaada kwa taifa letu la Tanzania. Sasa nimeamua kurekodi hii video kwa sababu nimekumbuka maneno ya walimu wangu ambao walikuwa wananifundisha shuleni tangu shule ya msingi mpaka sekondari. Hasa naomba leo nizungumzie walimu ambao walinifundisha sekondari, kwa sababu walinitengeneza sana kwa kiasi kikubwa kuwa na leadership mentality, lakini pia kujiamini katika kila jambo ambalo ninalifanya. Ni pamoja na walimu ambao wote walionifundisha Orevo Lulembela sekondari. Ninawakumbuka sana walimu wangu na naweza nikawataja wote kwa majina, kwa sababu ninakumbuka kuna kitu ambacho mlikitengeneza kikabaki ni kumbukumbu kwangu. Lakini nitataja tu walimu wachache kwa sababu ya muda pia, ili kurahisisha msikilizaji asije akatumia muda mrefu sana. Kwanza kuna mwalimu mmoja alinifundisha geography, anaitwa Mwalimu Majula. Alikuwa anajiita Sir Mosquito Voice, Sir Majula Maila alikuwa anajiita Sir Mosquito Voice. Kuna kauli aliwahi kuisema darasani, alisema kwamba if you will not get 100% into your exam, don't worry, you will get it while charging your smartphone. Nimeikumbuka sana hii kauli. Aliitoa kipindi ambacho tulikuwa tumefanya vibaya mtihani, akatutia moyo. Hii ni kauli ambayo iliniinspire, nikampenda zaidi mwalimu na ikanifanya niendelee kusoma, kujituma zaidi ili nifanye vizuri, mwalimu wangu azidi kufurahi. Maana yake ninachotaka kuambia ni walimu kwamba kinachomfanya mwanafunzi afeli huwa sio ugumu wa somo, ila huwa ni mahusiano kati ya wewe na mwanafunzi. Hasa kuna walimu ambao walikuwa wanaingia darasani wanasema kwamba ninyi mfanye vizuri, msifanye vizuri, mimi mshahara wangu uko pale pale. Walimu, mnajua hii kauli inaweza ikafanya wanafunzi hata kama walikuwa wapo vizuri wakafeli. Maana yake walimu, jifunzeni kuwatia moyo wanafunzi wenu, ndipo watakapoweza kufanya vizuri zaidi. Hiyo ni mbinu namba moja. Lakini mbinu namba mbili ni ile ya kutambua au kushirikiana na mwanafunzi kimawazo, kumsaidia pale unapomwona hayuko sawa. Kwa mfano, kuna madamu wangu anaitwa Dimetria, alikuwa anafundisha history na shule yetu ilikuwa haina walimu wa physics, kemia, walikuwa hawapo, pamoja na biology walikuwa ni wakuungaunga. Sasa siku moja kulikuwa na walimu wale wa fridge wa kujitolea, ilikuwa inabidi sisi tuwalipe. Sasa mzazi wangu hakuwa na hela ya kulipia ile shilingi 5,000. Mimi ikawa inabidi nitoke kwenye kile kipindi, japokuwa nilikuwa napenda sana kusoma physics, chemistry, ikabidi niwe natoka. Lakini mwalimu akaja akaniuliza, kwa nini upo nje, wenzako wako darasani? Nikamweleza, nikamwambia mimi sina hela ya kulipia. Akasema, wewe ingia darasani, mimi nitakulipia. Akanilipia, nikathamini. Alikuwa ananifundisha history, lakini akanilipia nisome somo ambalo hakuwa ananifundisha. Kwa kweli huyu madam ninamkumbuka sana, kwa sababu alijitoa kwa kiasi kikubwa. Maana hiyo 5,000 sikuwa nayo, hata wazazi hawakuwa nayo, ikanibidi niwe ninatoka kwenye kile kipindi. Halafu kingine, kuna kitu kingine kinaitwa kumtia moyo mwanafunzi hata kama anapokuwa anafanya vibaya, wewe unaongea naye vizuri. Kuna mwalimu wangu anaitwa Sir Gerard, alikuwa ananifundisha somo la basic mathematics tangu nimefika form 1 tumeenda hadi form 2. Alikuwa anatuambia hivi, mimi nikitunga mtihani wangu ukapata C au D ya mathematics kwenye somo langu, kwenye NECTA utapata A. Maana yake mwalimu alikuwa anatujengea ile mentality ya kuwaza makubwa, na kweli kwenye NECTA wanafunzi wengi sana tulipata A ya mathematics kipindi tukiwa form 2. Tulipata A wengi sana
Kwa nini? Kwa sababu mwalimu alikuwa anatujengea uwezo wa kujiamini kufanya yaliyo makubwa. Kwa maana yake kama wewe ni mwalimu, tumia hii mbinu, wapende wanafunzi wako, watie moyo pale wanapofeli. Kwa kweli ninawakumbuka sana walimu wangu. Na baada ya kuyakumbuka hayo, nimeona nirekodi hii video kwa sababu jamii kwa asilimia kubwa huwa inawadharau walimu. Ni rahisi sana kukuta watu wanamjadili mwalimu kwa sababu amemwadhibu mwanafunzi. Mimi walimu wangu wameniadhibu zaidi ya hata ya wale ambao mnaona leo wameadhibiwa, lakini bado ninawapenda na masomo yao nilifaulu, sikufeli, japokuwa ni masomo matatu ambayo nilipata D. Nilipata D ya history, nilipata D ya physics, pamoja na D ya kemia. Lakini yale mengine yote nilifaulu. Kwa nini? Kwa sababu niliwapenda walimu wangu. Kumpenda mwalimu wa somo kutakufanya ufanye vizuri kwenye hilo somo, na mwanafunzi hawezi kukupenda kama una kauli za kumvunja moyo. Kwa maana hiyo, walimu wote nchini, mimi ninatambua kazi yenu. Kwa maana yake, endeleeni kufanya yale mnayoyafanya mema, yale mnayoyaona ni mazuri, kwa sababu kuna mwanafunzi wenu mmoja amewakumbuka. Nimeongea hii kwa niaba ya walimu wote nchi nzima. Mnafanya kazi kubwa sana. Ninaiomba serikali iweze kuangalizia yaliyo makubwa zaidi, ifanye kikubwa kuliko inachofanya sasa. Walimu inabidi hata iwaangalizie utaratibu wa kupata magari ya usafiri mnapoenda kazini. Inabidi pia serikali iangalie namna ya kuwa inawaingizia fungu fulani kwa ajili na ninyi siku za weekend muende mkafurahi na familia zenu. Sio kila siku tunaona walimu tu ni wao tu, yani jamii sijui hata imetengenezwaje. Namuona mwalimu hana thamani, lakini mchezaji wa mpira wa miguu tunaweza kumchangia, ila mwalimu ni ngumu. Ndugu zanguni, walimu wana kazi kubwa sana. Tuwatieni moyo. Walimu hawana mtu wa kuwazungumzia. Hivyo wewe kama ni mwalimu, fanya yaliyo yako. Mosquito Voice, I remember your statement. If you will not get 100% into your exam, don't worry, you will get it while charging your smartphone. Nimeikumbuka sana mwalimu wangu. Kwa kweli unafanya kazi kubwa sana. Najua watu wengi wao wanapenda kusema mazuri kipindi ambacho mtu amekufa, lakini mimi ninasema mkiwa mko hai, ili msikilize, muweze kutambua kwamba kuna mwanafunzi wangu ananikumbuka. Walimu wote ambao mmefundisha Lulembela Sekondari, shule ya msingi Lulembela, Majengo Primary School, na wale wote walimu nchi nzima, mmefanya kazi kubwa sana. Hakuna dokta, hakuna engineer, hakuna mwalimu, hakuna professional zote bila kazi yenu walimu. Walimu mnafanya kazi kubwa sana. Endeleeni kuwafundisha wanafunzi bila kujali watawalipeni nini. Mimi nimerudisha fadhila na nitaendelea kurudisha fadhila. Kijana wa vitendo, ninasema elimu ni bora, lakini vitendo ni bora zaidi. Walimu, chukueni hiki nilichowapeni kidogo, mbinu za kuwafanya wanafunzi wafaulu, na wao watafaulu vizuri zaidi. Kingine ambacho nimekisahau ni kwamba fanyeni mbinu ya kuhama na wanafunzi. Kwa mfano, mimi nilipofika form 1 nilifundishwa na mwalimu yule geography hadi nimehitimu, na kweli nilifaulu lile somo lake. Hii ni mbinu nzuri sana ambayo inasaidia mwanafunzi, kwa sababu kunakuwa na ile real connection. Kunakuwa na uhusiano ambao ni wa kweli kati ya mwanafunzi na mwalimu. Baada ya kuyasema hayo, ninajua kwamba utakuwa umejifunza wewe mwalimu. Mfundishe mwanafunzi, mpende mwanafunzi. Acha zile kauli ambazo ukiwa umechanganyikiwa unamnenea mwanafunzi. Hapana, mwanafunzi anakutegemea sana wewe mwalimu. Baada ya kuyasema hayo, kazi yenu ni nzuri sana. Mungu awabariki. Watanzania, tuwatunzeni walimu wetu, maana ndio wanaotuandalia wataalamu.